pale ili kusudi la Mungu liweze kutimilika, aweze kuwafundisha wengi na kuwabadilisha wengi. Sasa sisi tunapokuwa hapa tukiwa huru, ile hali unayokaa, jaribu kuwahubiria wengine wamjue Kristo, kwa sababu nyakati tumefika, nyakati za mwisho. Watoto wetu as from next week wanarudi shuleni, si ndio? Watoto wanarudi shule, holiday imeisha. Wanaporudi shule, wajue kwamba Mungu ndiye anawezesha watu kuwa katika hali zote. Katika masomo yenu mtangulishe nani? Mtangulishe Mungu. Nataka kuwapatia historia fupi ambayo inasababisha watu wengi kuondoka katika makanisa yetu, sana sana katika kanisa letu la Waadventista, kwamba tunapokuwa kanisani sisi ni wagonjwa. Haijalishi kwamba wewe ni mgonjwa kiakili, ama wewe unaumia mguu, ama umeumia mahali popote, lakini tunapokuwa katika ulimwengu huu, hapa kanisani ni mahali ambapo ni hospitali. So tunapokuwa hapa sisi wote ni wagonjwa, tumekuja kupata tiba, tumekuja kutafuta uponyaji. Hivyo basi hospitali inafananishwa na karakana, workshop. Mtu anapopeleka bidhaa yake pale, iwe ni kiti, iwe ni meza, anaenda pale kiti hicho kitengenezwe ili kiweze kuwa sawa sawa. Hivyo basi nasi hapa kanisani ni kama karakana. Tumekuja hapa ili tuweze kutengenezwa, tuweze kukamilika machoni pa Mungu. Kwa wapendwa, tunapokuwa kwenye workshop, tunapokuwa hospitalini kutibiwa, ni mimi na wewe kufanya mwenzako. Hebu angalia huyo jirani yako, upande wa kushoto ama kulia. Jirani yako asiondoke kanisani. Jirani yako asiondoke kwa workshop kama hajakamilika. Hivyo basi tunapokuwa hapa tukiwa wagonjwa, yawezekana kwamba mgonjwa mmoja anaweza msababishia mgonjwa mwenzake akawasha kanisa ama akaondoka kanisani, kwa sababu amemfanya akaondoka pasipokuwa na sababu, akamruhusu akaenda nyumbani na atapona. Hapa kanisani mpaka wakati tutakamilika, tuwe wakamilifu, ndipo tutaruhusiwa kuondoka. Hivyo basi mtu asikufanye uache kanisa kwa sababu na yeye ni mgonjwa kama wewe unavyomtafuta Mungu. Mtu mwingine akasema kwamba kwenye hospitali kuna mtu ambaye amegonjeka ugonjwa wa kaswende, kuna mwingine amegonjeka ugonjwa wa malaria, kuna mwingine amegonjeka ugonjwa wa TB. Sasa wanapokuwa hapa kwenye hospitali, yule mgonjwa wa malaria akaweza kukohoa, mgonjwa wa malaria, mgonjwa ambaye ako na kaswende, na mwingine ambaye ako na kifua kikuu, nani anaweza akamwambukiza mwenzake? Mtu wa kifua kikuu ndiye anaweza akaambukiza mwenzake hiyo ugonjwa yake. Hivyo basi yule mgonjwa ambaye alikuwa na ugonjwa wa malaria, alipokohoa, yule mgonjwa wa kifua kikuu akamwambia, kohoa polepole, usituambukishe malaria. Kohoa polepole, usituambukishe ugonjwa wako. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu, kwamba shida unazopitia na shida mwenzako anazopitia hasifanani, lakini huyu mwenzako anapoleta shida zake kwako, unamwambia kuja polepole, usituambukishe shida zako. Hivyo basi wapendwa, tunapoishi katika maisha haya, tubebeane mizigo, tuwe watu wa huruma, tuwe watu ambao tuko na upendo kwa wenzetu, ndiposa tuweze kufikia hatima ya safari yetu ya mbinguni. Tunapoingia katika somo letu la siku ya leo hii hapa mbele tuko na meza ya Bwana ambayo ni sehemu takatifu tunapoifanya katika kanisa letu. Kabla hatujaendelea, hebu na tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante na shukrani ya kipekee. Asante kwa nafasi ambayo umetupa Sabato ya kwanza katika mwaka huu. Baba, tuomba utembee pamoja nasi, zaidi ya vyote utuongoze, zaidi ya vyote Mungu tuishe na utubadilishe ili tuweze kuwa wapya katika hekalo lako. Baba Mungu wetu, tuomba kwamba uendelee kutuongoza,
uendelee kutufariji kwa njia ya kipekee, kwa sababu sisi ni wanyonge. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata daima. Hili ndilo ombi letu katika Kristo tumeomba hata na kuamini. Wapendwa, leo hii inapokuwa siku ya Pasaka, kuna mambo fulani mimi na wewe huenda hatuyafahamu. Ni kwa nini inakuwa ni sherehe? Ni kwa nini tunafanya haya mambo? Mbona tunafanya siku ya Pasaka kila awamu? Leo hii tutaona vile ilivyo na ni kwa nini tunasherehekea na kufanya matengenezo na Mungu wetu. Hivyo basi leo hii nataka tujifundishe neno ambalo linasema God loves humanity, kwamba upendo wa Mungu kwa wanadamu wote. God's love to humanity, kwamba ni upendo wa hali ya juu kwa mwanadamu. Hivyo basi wapendwa, vile tulivyoanza kwamba mgonjwa anaweza akamsababisha mwenzake akaondoka hospitali, na baada ya kuondoka ameondoka kama hajakamilika. Yawezekana kwamba mgonjwa ameondoka hospitali kwa sababu mgonjwa mwenzake amemruhusu aende kwa sababu hakutaka kusidi kukaa pamoja naye. Unaposoma kitabu cha Warumi 5:8, yule ambaye ako na Kiswahili atatusomea kitabu cha Warumi 5:8. Kuna mambo pale ambayo yatatuongoza na kutuelekeza ili tuweze kuona vile Mungu alivyo mwema kwetu. Somaji. Biblia iseme, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hakika wapendwa, katika maisha haya sisi bado tunazidi kuwa wenye dhambi kila wakati. Hatutaki kubadilika, hatutaki kujihusisha na Ukristo wetu na kufanya matengenezo na Mungu wetu. Hakika wapendwa, Biblia inaposema kwamba Kristo akaja akafa msalabani, unapoangalia maandiko, unapoangalia maisha ya Kristo kuja hapa duniani, akaishi maisha yake hapa duniani, akafanya uamuzi wa kukufa ili mwanadamu ambaye alikuwa amepotea aweze kupata nafasi nyingine. Nikaambia watu mahali fulani kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kupoteza kisasi cha mwanadamu na aumbe mwanadamu mwingine. Hivyo basi sisi tulio hai tukapata nafasi ya kukombolewa ili tuweze kupata nafasi nyingine. Hii ni baada ya Kristo kufa msalabani, kupitia mateso makali, ili mimi na wewe tuweze kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Biblia ikasema kwamba hapo wakati tulipokuwa hatuna nguvu. Ukirudi mstari wa 6 na mstari wa 7, msomaji. Warumi 5 mstari wa 6 na mstari wa 7. Biblia inasema namna gani? Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Nimewaambia kwamba hapo mwanzoni, baada ya mwanadamu kuanguka katika shamba la Edeni, mpango ukaanzishwa, mchakato ukaanzishwa, ni nani atakaye kwenda akiokoe kisasi cha mwanadamu. Hivyo basi watu walipokuwepo pale, hakuna mtu ambaye alijitokeza, hakuna mtu ambaye hata malaika aliona ni vema aende kukomboa kisasi cha mwanadamu. Lakini wakati ulipotimia, Kristo akajitoa, akaona ni vema aweze kutukomboa kutoka rindi hili la dhambi, mimi na wewe tuweze kupata nafasi ya kuitwa wana wa Mungu tena. Hivyo basi akaja duniani, akaishi maisha ambayo aliishi kama mwanadamu, akapitia mateso makali, lakini wapendwa, mwishowe tunaona kwamba aliyashinda yote, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, mimi na wewe, wakati tulikuwa tumefanya nini? Tulikuwa tumepotea. Hakika wapendwa, ni mambo makubwa ambayo yanaleta uzito katika maisha yetu. Unaposoma mstari wa 7, msomaji, kama mstari wa 7 inasema namna gani?
Kwa kuwa ni shida mwanadamu kukufa kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu mwenzake. Pasa sauti imegoma. Haya, somaji, rudia pale mstari wa 7. Kwa kuwa ni shida. Hebu just imagine ikiwa kwamba ni mwanadamu aliyetaka kufa kwa ajili ya mwanadamu mwenzake. Yule ambaye naye najua anaweza kukubali kufa kwa ajili ya mwanadamu mwenzake ni mzazi ambaye anaweza ona ni vyema afe kwa ajili ya mtoto wake. Lakini mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke, jinsi Biblia inavyosema, mwingi wa shida, ni vigumu sana kuweza kufa kwa ajili ya mwanadamu mwingine. Lakini Biblia inasema kwamba Kristo yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu wakati tulikuwa hatuna nguvu. Pendwa, katika maisha haya mimi na wewe tunazidi kuwa wenye dhambi kila wakati. Tunazidi kulaumiwa kwa sababu ya dhambi zilizotendeka kule katika shamba la Edeni. Iwapo hatutajiandaa ipasavyo, mimi na wewe kuna kupotea milele na milele. Lakini iwapo wale ambao wataamua kutii kulingana na sheria za Mungu, basi watazidi kuitwa watoto wa Mungu. Naposoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 8, Waefeso 2 mstari wa 8. Msomaji, kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 8 nasema namna gani? Kwa maana mimi na wewe tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, na kwa hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Hivyo basi tumeweza kuokolewa kwa neema. Imagine, hatungeweza kununua, ingekuwa ni gharama kubwa kununua maisha yetu, lakini kwa sababu ya neema, na ni kipawa ambacho kinatoka kwa Mungu. Naposoma tafsiri zingine zinasema kwamba ni kitu ambacho kilipewa freely, kilipewa tu kwa kupenda. Alipenda, akaona ni vyema aweze kumkomboa mwanadamu. Hivyo sisi, mimi na wewe, hatungeweza kujikomboa, hatungeweza kujinasua kutoka kwa lindi hilo la dhambi, lakini kwa sababu ya neema ambayo tumepewa, ni mimi na wewe kuweza kujiandaa kwa ajili ya kumlaki Kristo angani, kwa sababu tumekombolewa kwa ajili ya neema. Mimi na wewe, kila ambacho inatupasa tufanye ni kuamini na kuzingatia kila ambacho ni mapenzi ya Mungu. Neema hiyo imefunuliwa kwa kila mtu. Neema hiyo imefunuliwa kwa watu wote, wala ambao ni wachawi, wala ambao ni wezi, watu wa kila aina. Neema imefunuliwa kwa kila mtu. Neema imefunuliwa kwa kila mtu yule ambaye atakayeikubali, na sharti ni kwamba lazima uikubali. Si eti imepewa bure tu, lazima uikubali na ufanye kulingana na mapenzi yake. Pendo, mimi na wewe, neema hiyo imefunuliwa kwetu sisi tuweze kupata nafasi ya kukubali neema, ndiposa tuweze kuwa washindi katika Kristo Yesu. Unaposoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15, Timotheo wa kwanza 1, sura ya kwanza mstari wa 15, Timotheo wa kwanza, msomaji. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake. Asante sana. Tumeweza kuyasikia kila ambacho kitakachotufanya tuweze kuokolewa. Mimi na wewe, hebu jiulize kwamba haya mambo ambayo nimeyasoma yanaweza nisababishia kupata wokovu, yanaweza kunisababishia niweze kupata neema na kibali machoni pa Mungu. Hakika wapendwa, ni wakati ambao tunahitaji kusongea karibu na kiti cha enzi.
tunahitaji kusongea ili tuweze kufanya matengenezo yetu pamoja na Mungu wetu. Hakika wapendwa, katika maisha haya tunahitaji kuikubali neema ndiposa tuweze kuwa washindi. Tunahitaji kumkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yetu ndiposa tuweze kukamilika. Mambo haya yanakuja kwa wakati unaofaa, kwamba ni wakati tumekuwa na wakati mgumu, wakati watu wamekosa matumaini, wakati shida na changamoto zipo katika maisha haya, lakini hakika tumaini ni kwamba tunahitaji kumsongea Mungu karibu, tunahitaji kuikubali neema ndiposa tuweze kupata maisha yajayo. Mwandishi mwingine anasema kwamba haitakuwa rahisi sana mtu kupata raha ya dunia hii na kupata raha ya mbinguni. Hivyo basi, unapopitia shida katika ulimwengu huu, ni hakikisho kwamba unapopitia shida katika ulimwengu huu na umemtegemea Mungu katika maisha yako, umemtegemea Mungu katika shughuli zako, hakika kuna raha ya mbinguni ambayo mimi na wewe tumeandaliwa. Leo hii tumeandaa karamu hapa mbele ambayo ni ya kuweza kufanya upatanisho na Mungu wetu, ambayo ni tendo ambalo liliweza kutendeka wakati ule, na zaidi ya vyote limekuwa ni ukumbusho katika maisha yetu, ili tuweze kufanya hivyo, kufanya matengenezo, kuweza kufanya ili uhusiano wetu na Mungu uweze kuwa kukamilika. Hapo soma kitabu cha Warumi 3:23, kuna mambo pale ambayo yanazungumziwa. Kitabu cha Warumi 3:23, somaji. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Msomaji, subiri kidogo. Biblia inaposema kwamba wote wamefanya dhambi, so tulio hapa sisi ni watakatifu? Sisi tulio hapa ni watakatifu? Kwa sababu wote wamekwisha kufanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Huyo ni mimi na wewe. Kila wakati, kila tunapoamka, yale ambayo tunawaza, yale ambayo tunayatenda. Najua mwanadamu anaweza akadhani kwamba anapofanya dhambi yake ya siri haijulikani. Inajulikana vyema sana machoni pa Mungu. Hakuna jambo ambalo linatendeka chini ya jua ambalo Mungu alifahamu na hawezi akaliona. Hata ukifanya kule kwa nyumba yako ndani, hata ukifanya mahali popote, inajulikana. Biblia inasema kwamba wote wamefanya dhambi. Hivyo basi ni mimi na wewe kutafuta utukufu. Biblia inasema kwamba baada ya kufanya dhambi na wamepungukiwa na nani? Utukufu wa Mungu. Ni nini natuhitaji tufanye? Mimi na wewe tuweze kutafuta utukufu wa Mungu ndiposa tuweze kukamilika. Tuendelee msomaji. Tumehesabiwa neema bure. Kwa njia ya ukombozi unaopatikana ndani ya Kristo Yesu. So mimi na wewe tumetenda dhambi kwa kujua ama kwa kutojua. Mimi na wewe tumekosa utukufu, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo basi Biblia ikasema kwamba neema imefunuliwa kwa kila mtu, lakini yule atakayeikubali na kuipokea neema hiyo, basi yeye ndiye atakayeokolewa. Wapendwa, hebu jiulize, unapokuwa umepungukiwa na utukufu, unapokuwa umepungukiwa na wewe ni mwenye dhambi, unatafuta uso wa Mungu, unatafuta yaliyo mapenzi ya Mungu, unatafuta utukufu wa Mungu. Hakika wapendwa, tunapoingia katika ibada ya kujihusisha ukumbusho wa kifo na maisha ya Kristo katika meza ya Bwana, ni ishara tosha kwamba tumetanga mbali katika muhula mzima. Katika kota hii tumetanga mbali, tumefanya kinyume na mapenzi ya Mungu, tumeweza kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Zaidi ya vyote tumekuja ili tuweze kujitakaza, tuweze kuomba msamaha, ili tunaposhiriki mkate na kikombe, hili ni ishara tosha kwamba tunataka kurejesha mahusiano yetu na Mungu. Wakati tulipokuwa wenye dhambi na sasa tunatafuta utukufu, tunahitaji kukaa karibu na Mungu wetu. Hivyo basi
Zoezi ambalo litakalofuata baada ya mahubiri ni kwamba ni ile hali ya kuleta upamoja baina yetu na Mungu. Asubuhi Ella akasema kwamba lesson yetu, ulipokuwa ukiangalia hapo nyuma, ilikuwa inasema nini? Nani huna ako na lesson? Biblia lesson ilikuwa inasema aje? Kutoka huko nyuma huko kwenye cover inasema namna gani? Nasema uniting heaven and, kuunganisha mbingu na dunia. Na sasa hivi katika maisha yetu hivyo ndivyo ilivyo. Nasi sasa tunapokuwa tumedhanga mbali na Mungu wetu, ile hali ya kurejesha uhusiano mwema, ile hali ya kutukutanisha na Mungu wetu ni kushiriki katika meza ya Bwana, ili tuweze kurejea nyumbani mwa Mungu. Na tunapofanya hivi ni ile hali ya kuweza kuleta upatanisho. Wakati mtu ametanga mbali, wakati mtu amefanya makosa, lazima akalishwe chini, aongeleshwe, na mwishowe wakuje na suluhisho kwamba ni nini kitakachotendeka. Hivyo basi tunaposhiriki meza ya Bwana ni ishara tosha kwamba tunasongea karibu na Mungu wetu. Tulikuwa tumetanga mbali, tulikuwa tumefanya dhambi, tulikuwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo basi tunakuja kutafuta utukufu wa Mungu na tunafanya mahusiano yetu kuwa ya karibu. The benefits of taking God's communion. Kufanya ile ni nini kinachotendeka? Ni nini? Ni kwa nini tufanye hivyo? Biblia inanijulisha kwamba tunaposhiriki kwenye meza tunarejesha maisha ambayo yalikuwa yamepotea. Ni kwa njia hii. Unaposoma kitabu cha the book of John 6 verse 53, the book of John 6 verse 53 inatujulisha ni kwa njia hipi tunarejesha maisha yaliyokuwa yamepotea. Msomaji, hebu tusome kitabu cha Yohana 6 mstari wa 53. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wangu mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hivyo basi wapendwa, iwapo sisi tuliamua tukakula kiapo na tukabatizwa, na iwapo hatutashiriki katika meza ya Bwana, basi hatuna maisha ndani ya Kristo, sababu tumetanga mbali na tunataka kuondoka zaidi kuliko kuja karibu na kupata maisha mapya. Sisi tunazidi kutoroka, jinsi Adamu alivyofanya wakati amegundua kwamba amefanya dhambi, anazidi kutoroka. Mungu anapomtafuta anasema, mimi niko uchi, siwezi kukaribia. Hivyo basi hata sisi tunasema kwamba tunapokuwa washiriki halisi na tunaposudia kushiriki katika meza ya Bwana, tunazidi kutanga mbali zaidi, tunazidi kutoroka uso wa Mungu. Lakini Biblia inasema kwamba yeyote yule hata shiriki ana maisha tena. Na ni maisha yapi? Unaweza ukawa uko hai lakini hauna maisha ndani ya Kristo. Unaweza ukawa uko hai lakini hauna maisha. So ni nini tufanye? Tuweze kuwa hai na hatuna maisha ndani ya Kristo, ama tukae ndani ya Kristo licha ya kuwa shida na changamoto zipo, licha ya kuwa sisi ni wenye dhambi, tusidi kukaa ndani ya Kristo. Biblia inasema kwamba tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo ni ishara tosha kwamba tunayarejesha maisha ambayo yalikuwa yamepotea. Haijalishi umefanya dhambi gani, haijalishi umefanya nini, lakini Biblia inatujulisha kwamba unapojihoji wewe mwenyewe, ukadhubu dhambi zako na ukaomba msamaha kwa dhati, Biblia inasema kwamba unayarejesha maisha tena unaposhiriki meza ya Bwana. Biblia inanijulisha kwamba inafungua milango ambayo ilikuwa imefungika. Tunaposhiriki meza ya Bwana, tunafungua milango ambayo ilikuwa imefungika. Inawezekana kwamba tunaishi kanisani, tunasoma Biblia lakini hatuelewi. Sijui kama nyinyi mmewahi kukumbana na changamoto kama hii. Mtu amewahi kuja akakuuliza kwamba na nimesoma Biblia lakini sielewi. Mtu amewahi kuuliza kimoto. Mtu amewahi kuuliza jambo kama hilo. Nasoma Biblia lakini sielewi ni nini nafanya nini. Anasoma kama storybook. Biblia inasema kwamba tunaposhiriki meza ya Bwana,
inafungua milango, inafungua mawazo yetu, tunatafakari kiundani, tunajua mambo ambayo hatukuwa tunayajua. Na zaidi ya vyote ni kusoma katika maandiko. Unaposoma Biblia, unapokuwa ukisoma vitabu vya unabii na uelewi chochote, Biblia inasema kwamba tunapozingatia na kushiriki katika meza ya Bwana, inafungua milango na inafungua mawazo yetu. Tunaona umuhimu wa kukaa ndani ya Kristo. Hivyo ni mimi na wewe tuweze kushiriki, ili tuweze kufunuliwa zaidi, tuweze kuona vile dunia haina maana, vile dunia haina umuhimu wowote, bali ni kukaa ndani ya Kristo ndiposa tuweze kuwa ukamilifu. Biblia inaendelea kusema kwamba tunaposhiriki meza ya Bwana inafanya uisho na matengenezo ndani ya mioyo yetu. It brings revival to an individuals and the body of Christ at large. Kwamba tunaposhiriki meza ya Bwana inaleta uisho, inatubadilisha kila wakati, inatuisha, inatukumbusha, inatufanya tutazame msalabani, tumtazamie Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Hivyo basi usifanye makosa ya kutoshiriki meza ya Bwana ikiwa kwamba wewe ni Mkristo halisi na umebatizwa. Ikiwa kwamba ulifanya ahadi na Mungu wako kwamba mimi nitazidi kuwa mwaminifu, basi ni ishara tosha. Unaposhiriki katika meza ya Bwana inaleta uisho na kufanya matengenezo katika maisha yetu. It also bring divine protection. Tunaposhiriki meza ya Bwana inaleta mkataba mpya katika maisha yetu, divine protection, kwamba inatusunguka na wingu la utukufu, inatuzingira, ili yale ambayo shetani amepanga dhidi yetu inayazingira na kuyaondoa, inatuzuia kutokana kufanya yale ambayo si mapenzi ya Mungu. Mambo haya yanapotokea ni ishara tosha kwamba baada ya kuwa Mkristo mambo mengi yanakuandaa. Tulipokuwa kwenye makambi ya mwaka jana, mtu akaniuliza swali huko side za Kipkerio. Tulienda makambi pale, alafu tulipokuwa tukijifundisha mtu